Mshauri, naona leo mtuvalia Arsenal. Nimevaa Arsenal mimi, ni shabiki kindakindaki bwana wa Arsenal mimi. Lia kabisa yani. Lakini si unaona kwenu jinsi mlivyo Arsenal? Tunaona, lakini sio sababu ya mimi ya kushinda kushabikia timu yangu ati. Ile mimi timu yangu Arsenal. Na ni shabiki hasa wa nguvu. Sasa sababu gani mimi kilichofanyika cha ajabu kitu gani mpaka mimi niamua nisivae jezi ya Arsenal, nione aibu? Kwa nini? Na tukirudi kwetu sasa, mtani wako vipi? Jana mechi uliona? Jana mechi nimeiona mwanzo mwisho. Ndio nimeiona mwanzo mwisho, na nilikuambia ndugu mtangazaji kwamba jamaa wetu tumewashika pabaya. Jamaa wamepwerewa. Nadhani nilikuambia mapema, nikamwambia safari pale hamna. Umeona mwenyewe kilichotokea jana. Haujaangalia mpira wa jana? Mpira nimeangalia, matokeo nimepata kwamba Yanga wamefungwa goli 3 na Dodoma Jiji. Unafikiri chanzo ni nini? Aisee pale rafiki yangu, kama nilivyokuambia juzi kwamba wamefukuza mwalimu, lakini sio dawa ile. Nilikwambia kufukuza mwalimu sio dawa, sio mwarobaini. Pale kuna tatizo pale ndani. Si unaona wanavyopoteana? Umeona ile goli waliojifunga wenyewe? Yule nani sijui Mwamnyeto, sijui Bakari, sijui nani. Wamepotezana mpaka yule mtoto golikipa Abdalla Kamishara kaona hata kajifanya kavunjika hivi. Nikamwambia utavunjika shingo, utavunjika mgongo, mpaka utavunjika mbavu. Ile ngoma ndio inaenda pale. Na huyo ndio mwisho wa nani wa Abdalla Kamishara. Naona pointi bado tumnazishusha sasa hivi, bado pointi 2. Uhakika wa kombe? Leo sisi tunamaliza leo. Yaani hizi timu zote tulizobakiwa nazo sisi, nilikuambia kabisa kwamba njia nyeupe. Leo tunampiga mtu, tunachukua 3 zetu, anayefuata tunampiga, tunachukua 3 zetu. Wenzetu sasa hivi wamekalia kutikavu. Sasa hivi kinachofanyika sasa kwa hizo mechi 3 sijui. Tumombe Mungu majibu yatapatikana kwenye mechi 3, lakini safari mimi naiona ipo ya ubingwa nyeupe. Unaona bwana, kwa kilichotokea jana na hizi timu hizi sasa hivi. Unajua ligi sasa hivi ya mwaka huu ni ngumu sana. Ligi sasa hivi huwezi kwenda wewe uwanjani na matokeo mkononi. Mambo yale yameisha. Wenzetu zamani walikuwa wanakwenda na matokeo mkononi, wanakwenda nayo pale, unajua sitakwenda kufunga tu. Kwa sababu ya figisu mambo yao na nini. Sasa yale mambo sasa hivi yamegundulikana, wale wameshajulikana tabia zao na mambo yao. Unaona mbinu zao zote zimejulikana. Unaona sasa wanavyodhalilika. Wewe Yanga wa kufunga goli 3 na mtoto mdogo kama yule pale yule. Wewe ulisikia wapi? Kwani kihistoria Dodoma Jiji amfungi Yanga? Anaweza kumfunga lakini sio kwa njia ile. Unaona bwana, unajua Yanga kuna wachezaji professional. Yanga kuna wachezaji wenye vipaji wakubwa tu. Unaona bwana? Angalia kina nani hawa, huyu Bakari Mwamnyeto, huyu nani beki wao huyu anaitwa nani yule mwenye kiburi huyu. Mwanajeshi. Mwanajeshi yule Baka. Unaona sasa walivyokuwa wanapoteana. Wanapoteana na watoto hapa nani. Ndio maana nikakwambia siku ile hapa sisi tuna vipaji, lakini vipaji vyetu tunavipoteza sisi wenyewe. Waangalia hawa watu wachezaji wa nje walikuwa wanadhalilika. Hakuna huyu nani yule mwenye nywele nyeupe yule anaitwa nani yule mshambuliaji wao. Hamna yule, hamna nani. Watu wanapelekwa mpira wanakimbizwa mpaka unashangaa hii Yanga au nini? Golikipa anapoteana na golikipa wao wanapoteana mpaka mtoto wake katoka nje. Sasa unafikiri pale kuna ubingwa pale? Pale kuna ushindi pale? Hamna ushindi. Mshauri, nataka kuniambia kwamba Diarra sasa hivi kiwango chake unakionaje? Diarra bwana kiwango chake ni kizuri, lakini timu pale hamna. Kiwango chake ni kizuri, timu pale hamna. Ndio maana utakuta mara nyingi wanakuwa wanafungwa ovyo ovyo. Na jana akasusa kwa sababu gani Diarra? Unajua Diarra ni mchezaji mkubwa. Diarra ni golikipa wa kimataifa. Diarra ana nembo kubwa. Diarra akikaa golini, Diarra yule kazi yake kuendesha mechi mzima. Yaani timu mzima anawaendesha wale, anawapanga, anawaelekeza. Sasa akiona kwamba mambo yamekuwa tio, jana maji alimzidi shingo. Kwa sababu alivyoona wachezaji wake wanapoteana, akaona hapa sasa mambo yameharibika, mambo yameshakuwa magumu. Kama nitaendelea hivi, basi nitadhalilika. Na mimi ni mchezaji mkubwa, professional. Akaona hata ngoja niondoke niwaache, kwa sababu tayari walishamkera, alishakasirika. Na pale angeendelea asingekuwa na nguvu ya kucheza mpira wala kufanya jambo, kwa sababu kila akikaa nao akiwaelekeza na nini, na wanashindwa kufanya vile anavyotaka yeye. Unajua Diarra bwana, kusema ukweli, yule kijana ana kipaji sana. Ana kipaji kikubwa sana.
Kwa hiyo akikuona wewe utaki kuelekea, na jana alishaona kabisa hapa, yani ameshashinda, ameshafika kikomo, mbinu zake zote, ujanja wake wote, akiangalia na timu akaona hapa basi bora nitoke nje, na kweli alitoka nje. Na kama ilivyokuwa jina lako mzee Mshauri, na kwa kumalizia, unalipi la kuwashauri klabu ya Yanga? Unajua, nataka nikwambie kitu chochote, sio klabu ya Yanga tu, hata ndani ya nyumba, kwenye familia, kwenye matukio mbalimbali, ukiona mambo kama yale yanatokea, panatokea vurugu, kutokuelewana nini, solution kubwa ni kutulia. Kwa zamani kuna kuwepo na mzee kama kwenye ukoo, kwenye nini, chifu anaita familia yake yote, jamani, hapa pana hivi na hivi na hivi, tuacheni kasoro zetu, kama tuna jambo la kufanya tutulie, tumalizie hili jambo, alafu tunakaa baadaye tunawekana sawa. Kwa hiyo sasa hivi Yanga sio kipindi cha kutizama nani mchawi. Kipindi cha kuangalia mchawi sio hiki, ni kutizama wamefeli wapi na kuna nini, wakae benchi la ufundi, wachezaji, kwa sababu hata wachezaji na wenyewe si uliona pale kwenye benchi la ufundi wachezaji wanapoteana kabisa, wanagombana nini, ndio utakapojua kwamba hii timu sasa hivi hapa ilipofikia haipo sehemu mzuri. Kwa hiyo wakae pamoja, viongozi na wachezaji na benchi la ufundi, watulie, wakae, waambizane, bwana, sasa hivi sisi kitu kikubwa ni kuangalia tunafanyaje ili tufike, tumalize hii ligi ili tuchukue ubingwa. Lakini wakienda kwa mfumo huu watapotea balaa, yani watapotea sana na wataaibika, watadhalilika kweli kweli. Sio kipindi hiki cha kugombana gombana au nini. Viongozi watizame ile timu, waone wapi panatakiwa kurekebisha kwa haraka ili waendelee vizuri, wachukue kombe. Lakini vinginevyo kombe hamna na sisi hatuachi. Pointi 2 tu ndio zilizobaki kuwafikia wapinzani wenu, na endapo mnaweza mkawapita moja kwa moja. Unalipi la kuzungumzia mchezo wa leo mnaenda kucheza? Mchezo wa leo kwa kwetu sisi ni mgumu. Sisi kila mchezo ni mgumu kwetu, na kila mchezo tunaucheza kwa kuangalia kwamba tunacheza na timu. Hata hatuangalii kama tunacheza na timu ndogo au nini. Tunajua kwamba kila mchezo kwetu ni mchezo wa kutumia nguvu, wa kutumia maarifa, ni wa kutumia vipaji. Naona bwana, hatuangalii kwamba eti timu hii ndogo. Sisi leo tunacheza mpira ule unaotakiwa, na timu tunayo, wachezaji wazuri wapo, na kuhakikishia leo sisi lazima tunachukua ubingwa. Yaani leo sisi pointi 3 ni za kwetu. Tunajua ile timu wakazaji sasa hivi watoto wanakaza kweli kweli, lakini pamoja na wakazaji wao leo tunachukua pointi 3. Tunacheza na watoto wa Kigoma leo. Tunacheza na watoto wa Kigoma. Watoto wa Kigoma tunawajua, mwe kuna watoto wabishi mle, kuna watoto wagumu, ile timu ngumu. Lakini kama unavyojua Simba, unajua bwana, ukiwa na wataalamu bwana, mpira unakuwa safi sana. Kule kwetu tunasema mpira unakuwa unanoga, hata kuangalia, kusikiliza. Na unatakiwa ukicheza na Simba, kuna vitu unatakiwa vichukue. Simba ana mbinu nyingi. Akikuona unakuja huku yanakuta hivi, anapeleka. Yaani anachohakikisha yeye akuadhibu tu. Na wale watoto sisi tunawaadhibu leo. Siku ya leo mzee Mshauri, ni nani ambaye ataongoza atatoka bila, yani atatoka na goli? Ni nani katika klabu ya Simba siku ya leo? Katika klabu ya Simba sisi pale bwana, wafungaji sisi tunao wengi. Naona bwana, wafungaji tunao wengi. Siwezi kukuambia nani, kwa sababu ushirikiano wao, muunganiko wao ndio utakao tuletea sisi ushindi. Kwa sababu mtu yote anafunga, sisi kwetu yote. Chama leo vipi? Chama leo afungi? Chama kama kaida yake. Chama ukimwachia kidogo tu penyo anakuadhibu. Kwa hiyo unawashauri vipi watoto wa Kigoma leo? Sio kuwashauri, wale wanamjua Chama. Wamkabe sana. Hata wakimkaba Chama anateleza. Wewe sasa hivi mpanzu umebadilika, kukabwa sasa na kabwa Chama. Sasa hivi mpanzu yuko huru. Kumbe kule wanakumwachia mpanzu kule ndio kwenye matatizo kule. Sasa hivi Chama kama kawaida yake. Magoli yetu sasa hivi ya kimataifa ya kuchopu tu. Sisi ni watu wa kuchopu. Wazia matiki taka. Acrobatic. Ingekuwa zamani zile za kina Machela, zile ingesema Machela. Anamwaga pale Machela tap. Diara anaomba Mungu kuradhau Samadu. Mikono juu. Asante sana. Haya, nashukuru bwana. Hapo.